Haleluya, Bwana asifiwe. Natumaini uko salama. Mimi nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nataka tuweze kugawana na wewe neno ambaye nasikia lina nguvu na lina nibariki pia, na wewe ukaweza kubarikiwa katika neno, na liko katika kitabu cha Samueli wa pili 9 mstari wa kwanza, ambaye Daudi aliuliza, je, hakuna mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli niweze kumtenda mema? Bwana sifiwe. Na kukatoka mtu ambaye anaitwa Simba akamwambia ya kwamba mfalme, kuna mtu ambaye anaitwa Mefiboshethi ambaye ni mwana wa Yonathani. Bwana sifiwe. Na ni mwana aliye na kilema, ni mtu aliye na kilema. Bwana sifiwe. Na Daudi akatumana Mefiboshethi aweze kuitwa. Bwana sifiwe. Mefiboshethi akaenda mbele za Daudi akamwambia, niko hapa mfalme, bwana wangu niko hapa. Na anamwambia ya kwamba tokea leo utakulia nyumba ya mfalme. Na Mefiboshethi kwa ajili ya venye alikuwa amejidharau, kwa ajili ya venye alikuwa katika shida kwa muda mrefu, akasema mimi ni nani? Ni kama umbwa mfu. Bwana sifiwe. Labda wewe maisha yako umejilinganisha na umbwa mfu. Mefiboshethi alijilinganisha, yani kulingana na maisha ile alipitia na shida ambayo alipitia, aliona yeye ni kama umbwa mfu, ati anaitwa kwa mfalme aweze kukula pamoja na mfalme. Mpendo ambao unanisikiliza, hiyo ni jambo linaweza tendeka kwako wewe ambaye umeachwa, wewe ambaye hauna tumaini. Ni jambo ambaye linaweza fanyika katika maisha yako. Mefiboshethi anajifananisha na umbwa mfu. Hiyo jambo nila kutumainia wewe ambaye uko mahali pale umejidharau kama Mefiboshethi. Mefiboshethi anasema kwamba mimi ni kama umbwa mfu. Unaweza kuwa uliachwa na watu wenyu, uliachwa. Sasa wewe uko, yani hata ile maisha saa hiyo yenye uko, unaona uneni, unajilinganisha na kitu imeisha, unajilinganisha na umbwa mfu. Nikuambia kwamba Mungu akiamua kukubariki siku ya leo, Mungu akiamua ukule na wafalme siku ya leo, atakuinua kama Mefiboshethi ambaye aliambiwa